Na kuacha tu lipite hilo, maana unapoambia watu hapa wameua watu, si nani kaua nani sijui. Yaani kuna wakati mkianza kuongea yani mnakuwa kidogo unguided, unruly. Kwa hiyo ni vizuri bado wageni, ni vizuri kukua katika mambo haya, kujilinda katika kuhakikisha kama unapozungumza unaongeza vitu ambavyo huwezi kubanwa kirahisi sana kwa wepesi. Lakini pia mkumbuke hao viongozi wanataka sijui tubadilishe wakamatwe, mna wawili huko ndani mawaziri wakuu wastaafu. Watakapobanwa msianze kupiga kelele hapa. Josephine Genzabuke. Nakushukuru Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi ili na mimi niweze kuchangia bajeti hii. Mheshimiwa Spika, naomba nianze kwa kusema hivi. CCM ni ile ile, mawaziri ni wale wale, wabunge ni wale wale, Mheshimiwa Magufuli ni yule yule, wananchi ni wale wale. Sasa nasema hivi, wananchi wamejipanga vizuri kwa ajili ya kumuunga mkono Mheshimiwa John Pombe Magufuli. Kwa maana hiyo nimeimba kwa kusema, ningesema CCM ni ile ile. Kwa hiyo tumejipanga kuhakikisha 2020 hatutoki kitu. Mheshimiwa Spika, naomba nianze kwa kuunga mkono bajeti hii na kumpongeza Mheshimiwa Waziri kaka yangu Mheshimiwa Mpango na naibu wake pamoja na wafanyakazi wote wa Wizara ya Fedha kwa bajeti yao nzuri. Mheshimiwa Spika, naomba niunge mkono mapendekezo yote ya kamati ya bajeti kwa mapendekezo ya tozo ya shilingi 40,000. Ya shilingi 40. Mapendekezo yao ni mazuri na yaunga mkono kwa 100% kwa sababu yataenda kuondolea mwanamke adha ya ndoo kichwani. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, bajeti hii ni nzuri, mapendekezo ya kamati ni mazuri. Ninaomba sasa tozo hiyo ya shilingi 40 likipelekwa kule, pesa zile ziweze kupelekwa kwa ajili ya maji vijijini. Wananchi wanapata shida sana ya maji kule vijijini, wanawake hawawezi kufanya kazi za shughuli za maendeleo kwa sababu ya shida ya maji. Naipongeza serikali kwa kutenga 69% kwa ajili ya zahanati na vituo vya afya, ili pesa hizo ziweze kwenda kumalizia miradi ile ya vile vituo ambavyo tayari tulianzisha. Wananchi kwa nguvu zao walianza kujenga zahanati, wakajenga vituo vya afya. Kwa hiyo naishukuru sana serikali kwa kutenga pesa hizo milioni 69 kwa ajili ya kwenda kusaidia miradi hiyo. Pesa hizo zikipelekwa kule, wanawake watanufaika kwa sababu hawatapata shida sana kwenda kuvifuata vituo vya afya au zahanati maeneo ya mbali kwenda kutibiwa. Kwa maana hiyo vifo vya wanawake, vifo vya watoto vitapungua kwa sababu huduma zitaenda kupatikana karibu. Kwa hiyo naishukuru sana serikali yangu inayoongozwa na Chama cha Mapinduzi. Mheshimiwa Spika, mwaka jana mkoa wa Kigoma ilikuwa kati ya mikoa maskini na ilikuwa ni kwa sababu ya miundombinu ambayo haikuwa mizuri, lakini naishukuru sana serikali kwa sababu imeendelea kutupia macho mkoa wa Kigoma. Sasa nilikuwa ninaomba pesa zilizotengwa kwa ajili ya kutoka Nyakanazi kwenda Kanyonza, kutoka Kidawe kwenda Kasulu, ninaomba zipelekwe kwa ajili ya kwenda kumalizia barabara ile, lakini na ikibidi barabara ile yote iweze kumalizika kwa sababu ya kuunganisha na mikoa mingine ya Kagera na Geita. Wananchi wa mkoa wa Kigoma ni wachapakazi sana. Kwa hiyo miundombinu ikiwa mizuri, kwa sababu ni wakulima, wataweza kusafirisha vyakula vyao kwenda sokoni na kuanzisha viwanda. Tutahamasisha wawekezaji waje kujenga viwanda ili wananchi wanapokuwa wanalima mazao yao
waweze kupeleka kwenye viwanda ambavyo vitakuwa viko jirani na maeneo yao. Sisi Mheshimiwa Spika, tumejaliwa kuwa na vyanzo vingi vya maji. Tuna mto Malagarasi, tuna mto Ruiche, tuna ziwa Tanganyika. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba serikali iweze kumalizia miundombinu ile kusudi wawekezaji waweze kuja kufanya kilimo cha umwagiliaji, tuweze kuwa na viwanda vya sukari, tuweze kuwa na viwanda vya kukamua mawese. Kwa hiyo tunashukuru sana serikali kwa kuendelea kutupia mkoa wa Kigoma kwa ajili ya kuweka miundombinu vizuri, lakini tunashukuru kwa kuendelea kuona mkoa wa Kigoma ndege zile za Bombardier zinaenda Kigoma, na nilikuwa ninaomba sasa reli ile inayojengwa ya standard gauge ianzie Dar es Salaam mpaka Kigoma. Nyote mnajua reli ile ilikuwa inaanza Kigoma, ilikuwa inaanzia Kigoma kwenda Dar es Salaam, Dar es Salaam kwenda Kigoma, ndio maana inaitwa mwisho wa reli. Ninaomba inapokuwa inafanya mipango kuelekea Mwanza, chonde tunaomba reli ile ije Kigoma. Na nyie Kigoma mnaifahamu, tumepakana na DRC, tumepakana na Burundi. Kwa hiyo mkituwekea reli ile ya standard gauge hatutapata shida sana, tutaweza kuendelea kufanya biashara kwa kushirikiana na nchi hizo jirani. Mheshimiwa Spika, naishukuru serikali na ninaipongeza kwa mipango ya umeme. Kwa hiyo nilikuwa ninaomba pesa zipelekwe kwa ajili ya umeme wa REA katika umeme wa mipango